Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa katika Kristo. Ni wakati mwingine tena ambao ni wa kibali machoni pa Mungu kuweza kusubiri kwa matumaini kuzaliwa kwake Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, ambapo kila Mkristo yoyote duniani kwa sasa anajiandaa kumpokea nuru halisi katika maisha yake. Basi nami siku ya leo nimependa kujifunza pamoja nawe somo fupi tu ambalo linalopelekea kujiandaa kwake kumpokea Yesu Kristo siku ya leo, ambayo ni usiku wa leo saa 6. Yesu Kristo mwana wa Mungu anazaliwa. Somo langu fupi la siku ya leo linasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Maana ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo ni utimizaji wa ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo ni utimizaji wa ahadi zake Mungu. Na ndio kwa maana ukisoma kile kitabu cha Isaya sura ya 7 na mstari wake wa 14, utaona pale kwamba Mungu anatoa ahadi za kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Isaya sura ya 7 na mstari wake wa 14, itakusomea imeandikwa, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Immanuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipokuwa anatoa ahadi hii kupitia vinywa vya manabii, akiwemo mojawapo nabii Isaya, alikuwa anawapa taarifa watu au ulimwengu kwamba kitazaliwa kitu, atazaliwa mwana, atazaliwa kwa lengo la kuja kuokoa ulimwengu pamoja na dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anatoa ahadi hizi zilikuwa zimeambatana na matukio ya furaha, shangwe na vigelegele kwa watu wanaomtukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuzaliwa kwake Yesu Kristo ni uthibitisho kwamba Mungu hutimiza ahadi zake alizotoa kupitia kwa manabii wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitimiza ahadi aliyoitangaza, aliyoisema kupitia kwa manabii wake, kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya Mungu kutoa ahadi hii, baada ya Mungu kuitoa sasa hii ahadi au kutangaza kwamba kutazaliwa mwana, ni nini ambacho kilichoendelea? Mungu alipomaliza kutoa ahadi yake ya kuzaliwa kwa Yesu au mwana, ni nini ambacho kilichoendelea? Tutaona hapa kwenye hii Mathayo sura ya 1 na mstari wake wa 18 kwamba Yesu alipozaliwa ni nini ambacho alichokifanya kulingana na maagizo ya Mungu katika maisha yake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaliwa kwake huyo nuru katika maisha ya watu kulikuwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Mungu alitoa ahadi, na baada ya kutoa ile ahadi ikasubiriwa, na baadaye yule aliyetangazwa kwamba atazaliwa ikawa namna hii kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakusomea kile kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wake wa 18 ili uone baada ya Mungu kutoa ile ahadi ni nini kilichoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 1 na mstari wake wa 18 inasema hivi: kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana,
alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 19, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumuaibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliazimu kumwacha kwa siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 20, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 21 anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tumeona sasa Yesu anaitwa tena jina la pili. Jina la kwanza aliitwa Emmanuel, jina la pili akaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea mbele kidogo anasema, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mstari wa 22, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Mungu alipokuwa anatoa ahadi hii, baadaye sasa Mungu akaja akadhihirisha sasa ile ahadi aliyokuwa ametoa kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ngoja tuangalie jinsi gani vitu vilivyotokea baada ya huyu Yesu kuzaliwa. Baada ya huyu Yesu kuzaliwa rasmi, Yesu alitangazwa rasmi kama mkombozi wa ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tunaona Yesu alitangazwa kuwa mkombozi wa ulimwengu wote. Na baada ya Yesu kutangazwa, kulikuwa kuna malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale malaika ambao walioleta habari ya huyu Yesu kuzaliwa, unaona hapa anasema basi yule malaika aliyetangaza kuzaliwa kwake Yesu alikuwa pamoja na watu na jeshi la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule malaika alikuwa pamoja na watu wakati Yesu alipokuwa anatangazwa kuzaliwa. Ukisoma kile kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wake wa 13, Luka sura ya 2 na mstari wake wa 13, utaona hapa namna gani hao malaika walivyokuwa wakishangilia na kuzaliwa kwake Yesu. Luka sura ya 2 na mstari wa 13 inasema hivi. Luka sura ya 2 na mstari wake wa 13 inasema hivi, mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona hapa watu walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwake huyu Yesu Kristo. Na ni kwa nini wale watu walikuwa wanasema hivyo? Kwa nini wale majeshi walikuwa wanasema kwamba na atukuzwe Mungu, na atukuzwe Mungu? Ni kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Na ni kwa nini watu walikuwa wanashangilia? Tutaiona katika Luka sura ya 2 na mstari wake wa 11, ambayo ni kwa nini wale watu walikuwa wanashangilia na kusema atukuzwe Mungu mbinguni. Tutasoma Luka sura ya 2 na mstari wake wa 11. Unaona hapa anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunaona sasa kwa nini walikuwa wanashangilia, kwa nini walikuwa wanasema na atukuzwe Mungu mbinguni. Ni kwa sababu amezaliwa Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu amezaliwa Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya huyu Mwokozi kuzaliwa, basi upinzani mkubwa sana ukaanza baina ya huyu Mwokozi ambaye ni mfalme wa dunia kuzaliwa. Upinzani ulianza baina yake na Herode. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipambana sana na Herode. Herode aliingia kwenye upinzani mkubwa sana na Yesu Kristo, lakini Herode hakuweza kushinda ile vita, ila yule aliyeandaliwa na Mungu kama mpakwa mafuta wa kuja kuongoza ulimwengu katika ile nafasi ambayo iliyokuwa inashikwa na watu wengine, yule ndiye aliyeshinda ile vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye tunasubiria kuzaliwa kwake siku ya leo, ambayo bado masaa machache ambayo tutaenda kusherehekea kuzaliwa kwake. Mungu akubariki sana. Mungu akuongoze sana. Mungu akufanyie maandalizi mema ya kuweza kumpokea Kristo Yesu Mungu mkuu. Na kubariki kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu akuongoze umpokee huyu Kristo ndani ya maisha yako na afanyike kuwa kimbilio la maisha yako. Usisahau kusubscribe account yangu ya YouTube ambayo ni mpya kabisa, ambayo inayosomeka kwa jina la Get Pass to Heaven Gospel, ambayo kwa kifupi unaweza ukaiita GPH Gospel. Karibu sana pale, tujifunze pamoja na Mungu atakubariki. Kuzaliwa upya na Yesu Kristo, na Yesu Kristo akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.